Wewe ulijikuta mjanja sana ukaanza kunikimbiza wewe. Si blaza aliisha, kwani bado tena kulikoni blaza? Oya bro, fanya kazi yako. Blaza yaishe basi. Mbona kila siku tunafuatiliana hivi blaza, tunatishiana amani. Oya, leo nataka nikubadilishe ya hela. Leo nikupeleke madukani. Acha! Kuna nini hapa? Na waulizeni kuna nini hapa? Bro, sante hapa. Sante hapa. Sawa. Hapa ni shambani kwangu na huyu ni mfanyakazi wangu. Ninamlipa mshahara. Na tukio hili lote liko mahali hapa. Na wauliza tena kuna nini hapa shambani kwangu? Hivi uko unajielewa kweli wewe? Kwani nimekuambia kitu ambacho wewe hujakielewa? Hapa nitawaitieni polisi. Polisi? Ita. La sivyo muangalieni Mungu aliyewaumba ninyi, mbona mnagombana? Hatuhitaji tarabu zako. Kwanza jichekeche. Umesema nijichekeche, maana yake niondoke hapa. Niende wapi? Maana ninyi ndio mlionikuta hapa pamoja na mfanyakazi wangu. Sasa nikiondoka hapa, maana yake mimi huyu siamini kama yupo hai ama amekufa. Alafu kijana, hebu ngoja nikwambie, yaogope maandiko matakatifu ya Mungu na muogope Mungu aliyekuwekea uhai ndani yako. Kwa nini unatamani kumtoa uhai mwenzako? Biblia inasema auaye kwa upanga atakufa kwa upanga. Ni maana yake kwamba hebu acheni sasa mambo ya kuuana, mambo ya kutukanana, mambo ya kupigana, mambo ya kuuana. Mpokee Mungu, muogope Mungu na Mungu atakusaidia. Kinachotakiwa ninyi mpendane. Hata kama alikopa huyu, basi umsamehe. Kikubwa ni kumsamehe. Na wewe unapomsamehe mwenzako, na wewe utasamehewa na Mungu aliye hai. Unasikia kijana? Kwa hiyo elewa, muogope sana Mungu. Hamtakiwi kugombana kwenye shamba langu. Mkamwana Mkamwana wapi? Jamani, mimi maisha ya pombe nayaweza. Kamwana, hapa ndo kwangu mama, hapa ndo kwangu, acha pombe. Maisha ya pombe ni matamu kuishi duniani. Maisha ya pombe ni matamu kuishi duniani. Watoto, Kamwana, hapa ni kwangu. Hata ukiuliza majirani kule, wanajua hapa ni kwangu. Kwa mwanangu siwezi kutika na Mkamwana. Ila pombe watasema, ila hapa kitoki, hapa ni kwa Mkamwana. Ni kwangu kabisa. Maisha ya pombe ni matamu kuishi duniani. Mama odi Mkamwana, fungua mama hapa kwangu mama. Toka mlangoni. Mundani mama nipite. Tushaka. Mama nipite. Toka. Mama nipite ndio umwagia pombe. Toka. Sasa kwa sababu nimewaambia maneno mazuri na ni maneno ya utukufu wa Mungu, kwa hiyo manake mmeyasikia na kuyaelewa. Hata Yesu Kristo alipokuja duniani alisimama kwenye mlima wa Mzeituni akasema maneno haya mazuri ya kutufundisha sisi, ya kukaa vizuri sisi kama wanadamu. Biblia inasema katika Injili ya Mathayo sura ile ya 5 na mstari ule wa 9,
inasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Ni mstari mmoja tu. Maana yake kwamba wapatanishi Mungu amewaweka hapa duniani kwa sababu wapo watu watundu, wapo watu ambao hawapendi mambo ya Mungu, ni wachokozi, ni wezi, ni majambazi, lakini neno linasema ni heri wapatanishi. Kwa hiyo nini nimewapatanisha ndugu zangu? Muwe kitu kimoja. Mkiwa kitu kimoja na ninyi huko mwendako mtawapatanisha wengine, kwa sababu Biblia inasema heri mpatanishi. Anapoitwa heri mpatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Wewe utaitwa mwana wa Mungu pale ambapo wewe utampatanisha mtu mwingine. Sasa leo mimi nimewapatanisha. Mlikuwa ni watu ambao mna ugomvi, mmegombana, mmekuja na mapanga na marungu, mtu yuko shambani analima hapa, mnataka kumkata. Mimi nimewapatanisha. Kama nimewapatanisha, kuweni kielelezo huko muendako, mkawe na ninyi wapatanishi, maana mtaitwa wana wa Mungu. Tuwapende, tupendane wote, ndugu na ndugu, jirani, marafiki wote. Jamani, hakuna kununiana. Sasa hivi kicheko kianze sasa. Hata kama ulikuwa hujalipwa, basi umemsamehe mwenzako. Muwe kitu kimoja, mpendane popote pale mtakapooana, sio kwamba tena mshikane mapanga. Haleluya, amen. Lazima muwe kitu kimoja. Mwanangu, mbona mwanangu siku hizi umekuwa hivyo? Yaani kwa vile mwanangu hapa kakujengea nyumba, kajitahidi kajenga nyumba nzuri, hakuna mtu wa kukubuguzi, ila tu mimi nikitoka tu nikienda kwenye pombe inakuwa kero kwako. Mwanangu, hebu niambie basi. Mimi kuna siku akija tu mwanangu, labda nimwambie kwamba hivi, labda kutoa hapa kwenye nyumba, waje na wenzio, maana uko naishi nyumba nzuri, hakuna mtu anayekubuguzi hapa, ila kero kwangu. Na pombe mwanangu waga sinyi kwamba eti ya kukutukana wewe, au ya kumwambia hata mwanangu kwamba hivi huyo mwana mtoe kwenye nyumba, waga simwambii mimi mwanangu. Waga nakunywa tu mamangu kwa raha zangu, nakuja na lala. Ingalau unaninyima chakula, na lala hivyo hivyo njaa. Naomba basi mwanangu jirekebishe. Kuanzia leo hii. Badilisha tabia yako mka mwana wangu. Sawa mama, nimekuelewa. Afu pia naomba unisamehe. Lakini mama, wewe mapombe yako utayaacha lini? Kwa sababu umekuwa kama vile yani likituko la huku mtaani. Kila mmoja ni wewe tu. Uone kama mama unatuaibisha. Chakula naweka hauli na asubuhi naamkia kumwaga. Sasa hebu niambie sasa inakuwaje hapo? Halafu kingine mama, naomba usimwambie mume wangu, maana namjua. Mama, nilikuwa nimeshakaa hapa nimejinafa, sasa hivi tena nikaanza kuhangaika huko nyumbani kwetu kijijini. Nakuomba sana mama, unisamehe, usimwambie mume wangu. Nisamehe mama wangu. Mama unisamehe. Mama nisamehe, nimekosea. Alafu mama, umekula kweli? Kuna tumbo lilipoisha. Mama sijala. Sasa utakula kweli? Angalia jamani, mapombe kila siku nimeshaanza mimi. Mimi ndo kuangalizia chakula.
Siwezi kuacha kunywa pombe, labda inikuta tani 7. Siachi no. Unasikia? Fanya kama nilivyokuambia. Yaani usijali kabisa kuhusu kwangu. Yaani usijali kabisa, ondoa wasiwasi. Na kuahidi dadangu, yani ondoa wasiwasi kabisa. Jitahidi, fanya hivyo. Yaani nataka uharibu kila kitu, alafu ukifanikisha, wow, upamie hela. Ni jambo la heri. Yaani utakuwa umenisaidia sana dadangu. Nashukuru sana dadangu. Na ole wako usifanye. Na ole wako usifanye kazi yangu vizuri. Ole wako ufike huko unigeuke. Amna kaka wewe. Msema kweli mpenzi wa Mungu. Haki ya Mungu nakuhakikishia. Tulia hivyo, acha kumsumbua Mungu. Sasa hivi kanapita. Sasa hivi tu kanapita. Wewe tulia, kanapita tu na kuonyesha sasa hivi. Basi haina noma. Na kazi yangu nitakufanya leo. Yaani leo tu nakamilisha usijali. Wewe, akapa tayari kishapita. Twende. Umemuona? Nimeshamuona hizo. Unamuona vizuri? Nimeshamuona. Sasa sikiliza nikwambie. Ole wako hiyo kazi yangu uifanye vibaya. Sitakuangusha. Haki ya Mungu utakuja kuniona mimi mbaya ujue wewe. Sitakuangusha dada. Nimekwambia kazi yangu uifanye vizuri, na ukishafanya kazi yangu vizuri, malipo yapo nimekwambia. Wewe usijali dada. Mimi nipo. Wewe niamini nikuamini. Lazima nijali. Maana na hizo unaweza kaniangusha. Kaenda huko mtaanza kubebishana ukasahau kama nimekutuma kazi. Amna usijali. Kafanya hivyo. Dada, njoo. Mimi au? Wewe hapo njoo. Samahani lakini kwa usumbufu. Njoo na shida na wewe hapo. Samahani sister. Gladness. Abe. Nimekuja kumchukulia mpenzi wangu zawadi. Si unajua mpenzi wangu nampenda sana. Ndio. Nampenda kuliko maelekezo. Sasa nataka bwana mchague vitu vizuri. Bila sema nini? Yule mpenzi wangu yeye mbamba nisifanye hivi. Sio mnene. Nataka basi uniangalizie vitu vya kufanya naye. Okay, karibu. Hebu nichagulie basi. Rangi ya chupi nayoiona nzuri hii hapa. Hii na shilingi ngapi? Hii na 18,000. 18. Ndio. Sawa, hebu nifungie 5. 5? Yakapokeza wale. Yule mpenzi wangu. Oho. Hii rangi. Na hii hapa najua hana hii rangi. Na rangi hii hapa najua hana. Kwa hiyo hapa hizi chupi 5 maana yake na kudai 135,000. Aya sawa. Funga chapu chapu mimi nimpelekea mpenzi wangu. Dada samani, namuomba wewe kaka mara moja. Kaka nakuomba. Kunya. We kaka, najua unijui, sikujui, ila mimi nakujua vizuri sana. Sikiza nikwambie, hicho kidemu chako sui kirusi sui kinani kimdududu gani kile unakiitaka kiko kule, nimekiona kiko na kibwana. Alafu sasa mbaya zaidi, hicho kibwana chenyewe tatekee na nyuma na mbele. Lucy,
la azizi wangu mimi, kipenzi changu wa moyo wangu, yupo nikibwana mtaani. Una sio kweli. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, sio wa moyo, wa miguu, wa kichwa, wa tumbo, huyo. Sikiliza nikwambie, yaani we kama uamini, twende ukaone. Twende. Najua sister, mimi nakupenda sana, yaani nakupenda kuliko maelezo. Ndio maana leo umepita hapa, nimeamua bora nikuite ili tuongee. Nijue unaniweka sehemu gani, nijue unaniweka kundi gani. Nimeshindwa kujizuia, naomba unielewe. Nakupenda na sio kidogo tu, nakupenda. Nakupenda sana. Sawa, ulichokiongea nimekisikia, lakini nitakufikiria. Wewe fanya tu, nipe muda labda kufikiria. Unajua from nowhere tu unasema unamtaka mtu sijui nini, mambo ya hapo. Kwa hiyo nitakufikiria. Sawa, mimi nakuelewa dada. Kwa mimi nilikuwa naomba basi hata nipatie namba yako ili tuzidi kuwasiliana. Sawa, sio mbaya. Asante. Ndio hapo inapatikana masaa 24. Asante dada. Ndio hivyo. Asante sana, Mungu akubariki. Sawa, unaweza kanicheki tu, sio mbaya. Wewe usiwaze dada.